3. Ni ushukuru uongozi wa Chuo cha Usimamizi wa Fedha IFM kwa ubunifu mkubwa na juhudi kubwa ambazo wamezifanya kwa ajili ya kufanikisha jambo hili la programu hizi za uzamivu kwa maana ya PhD program kwenye mambo ya management. Na tumeona program nyingi zinatolewa za uzamivu, accounting na finance, mambo ya uchumi na mambo mengine mengi. Mimi ni washukuru sana. Lakini tumesema kama chuo cha IFM ambacho kimejikita zaidi kuhakikisha kwamba masuala ya kifedha ambapo ndo nyumbani kwao yanakaa vizuri, elimu ya fedha inakaa vizuri kusaidia watu wengi kwenye masuala yanayojikita na mambo ya kifedha. Mimi niseme kabisa ya kwamba sisi kama Wizara ya Fedha tutaendelea kuwasapoti kwa kila namna kuhakikisha kwamba wanaendelea zaidi. Ambalo sasa wameona mbali zaidi kwamba tuna changamoto nyingi za masuala ya kifedha, tuna changamoto nyingi ambapo sasa kupitia wanafunzi ambao watakaoanza na kupata PhD zao za elimu yao ya uzamivu, tunaamini kwamba sasa wanaenda kutatua changamoto za kifedha kwenye maeneo yao ambayo sasa wanaenda kuyafanyia kazi na kuyasoma. Kwa hiyo ukiangalia tuna dira ya mwaka 2050 ambayo tunaiongelea sana, ambayo tayari tumeshaanza nayo. Na ili kutekelezwa, maana yake tunahitaji watu sasa ambao wenye uelewa mkubwa wa kwenda nayo moja kwa moja. Kwa hiyo tunaamini sasa changamoto ambazo sasa wanafunzi hawa wanaenda kuzitatua kwenye jamii zinaenda pia kusaidia sana utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo ya Tanzania ya mwaka 2050. Vio tunavyo, wataalamu tunao, lakini bado vijana wa Tanzania wanalaumiwa kwamba elimu ya kifedha haitoshi. Nini sasa kinatakiwa kifanyike ili hizi lawama ziishe na vijana waweze kushiriki ipasavyo kwenye uchumi wa nchi? Kwanza ni sahihi. Bado naweza nikasema kwamba vijana bado hawajapata motisha juu ya hili jambo. Motisha kwa vijana bado, na kwa sasa hivi vijana wanasema wana mambo mengi. Lakini mimi ni washauri vijana wenzangu ambao sasa ndo tunawategemea, sasa ndo viongozi pia wa kesho. Ni lazima pia na wao wajikite kwanza kujielimisha. Wajielimishe kwa hali ya juu sana. Wapate vitu ambavyo vinaenda kusaidia jamii, vinaenda kusaidia nchi. Baada ya hapo tuje kwa pamoja, maana yake sisi ndo viongozi wa kesho, wa leo, wa kesho. Kwa mimi ni waombe vijana tuje kwa pamoja. Yanapotokea makongamano kama haya, makongamano yanayotoa elimu kuelimisha vijana, ni waombe vijana wote tujitokeze kwa wingi tuweze kupata uelewa mkubwa, ili na sisi tukawe sasa mabarozi kwa vijana wengine ambao hawajapata fursa za kuhudhuria masuala kama haya ya kifedha. Ya kwanza namshukuru Mungu sana kwa kufikia hatua hii ya kuanzisha hii shahada ya uzamivu katika chuo cha IFM. Maana hata kwa NACTVET ndio mwaka jana tu, nafikiri mwezi wa 8 wa 9, wametengeneza framework kwa ajili ya kuanzisha PhD program. Na chuo cha kwanza iliyoko chini ya NACTVET kuwa na programu hii ni IFM. Kwa hiyo ina maana kwamba IFM amekuwa ni kiongozi kwa taasisi zote ambazo ziko chini ya NACTVET kuanzisha PhD program, yani shahada ya uzamivu. IFM imeendelea kuwa chuo bora Tanzania, hasa vile chini ya NACTVET toka hata kipindi cha kuanzisha masters. IFM ilikuwa ni chuo cha kwanza kuanzisha masters program, na sasa hivi IFM imekuwa kwanza kuanzisha PhD program. Kwa hiyo imetokea wakati mimi nikiwa mwenyekiti wa IFM, kwa namshukuru sana Mungu kwa ajili ya jambo hili kutokea katika kipindi wakati mimi tayari ndio mwenyekiti wa IFM. Tunawapongeza sana kwa hatua hii na tuendelee kushirikiana ili kuhakikisha kwamba elimu tunayoitoa itakuwa na manufaa makubwa sana kwa watu wetu. Kama walivyosema mgeni rasmi, kuna uhusiano mkubwa kati ya elimu tunayoitoa na sera za nchi pamoja na mambo ya maendeleo ya nchi, viwanda na vitu vingine. Kwa hiyo tujali sana quality assurance, itatusaidia kwa maendeleo ya nchi yetu.
Otherwise nawashukuru sana, ongereni, na mimi nimefurahi, nimejumuika, nimeona kitu kizuri sana. Asante sana.